Pia hapa tukiwa na ushirika wa Red Cross, tukiwa na washirika wetu wa Amref, tukiwa na washirika wetu wa World Health Organization, tuko na chakula ya kutosha, malazi ya kutosha, madawa ya kutosha, na tutahakikisha kwamba hawa watu ambao walipata shida hii wasiwe na matatizo mengine, iwe ni matatizo tu ile washapata tayari, ile kushughulika na ile kazi nyingine yote. Tutashirikiana county government, national government na mashirika haya yote ya Amref, Red Cross, World Health Organization. Sisi wote tutakuwa hapa mpaka tuhakikisha kwamba ndugu zetu hawa wanapata usaidizi ya kutosha. Vile vile tumesema ya kwamba mambo ya mahospitali, kulipa bills ya hospitali, kupanga vile mazishi itafanyika na mambo yale mengine yote itafanywa na serikali ya Kenya, na tutashirikiana hivyo. Na tunawashukuru pia kwa kukubali tusitishe kufunguliwa kwa shule mpaka wiki ijayo, ili tuwe na nafasi ya kutosha ya kupanga vile watoto watarudi shuleni. Kuna mito nyingi imefurika, kuna madaraja nyingi zimevunjika. Tunataka kuhakikisha kwamba watoto wetu wakienda shuleni kutakuwa na usalama ya kutosha, na watoto wetu wote hakuna wale wataingia katika hatari wakienda shuleni. And that is why we have authorized that schools which was supposed to open today will be opened next week, to give ourselves time to ensure that all our children, when they go to school, they are safe. Kwa hivyo watu wa Mai Mahiu, tena nataka niseme poleni sana jamani. Haya mambo yametushtua sana, kwa sababu jana wakati tumeamuka tukaongea na governor wenu, tukaongea na RC, tukaongea na viongozi wenu, mjumbe wenu wa hapa na MCA na viongozi wote, na nikatumana deputy wangu akakuja hapa, kwa sababu nilikuwa na mkutano mkubwa ambayo inapanga mambo ya vile pesa itapatikana ya kukabiliana na janga hii, kwa sababu hii janga imetoka mbali na sio Kenya peke yake. Hii janga iko kila mahali. Uko Dar es Salaam mambo ni haya, mafuriko yamejaa kila mahali. Kule Dubai mafuriko imejaa kila mahali. Na ndio tulikuwa na mkutano mkubwa ya viongozi wa dunia hapa Nairobi kujadiliana vile tutakabiliana na janga hii, kwa sababu hii climate change ndio inatuletea kiangazi. Tukitoka kwa kiangazi tunafika kwa mafuriko. Mwaka uliopita Kenya tulikuwa na kiangazi kubwa. Mwaka huu Kenya tuko na nini? Mafuriko. So lazima tuwe na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba we manage our affairs in the context of the new normal, the new reality of climate change. So tunawashukuru sana kwa kutukaribisha hapa, na tunawashukuru sana kwa kusaidia ndugu zetu. Watu wengi katika hapa Mai Mahiu mmejitolea kusaidia ndugu zetu hawa walioathirika. Na ndio sababu hiyo leo asubuhi tumeamua kama serikali ya Kenya ya kwamba kuna hatua itachukuliwa kuhakikisha ya kwamba tunazuia mambo kama haya ambayo yataletea sisi hasara, kwa kufanya ile inaitwa preemptive action. And we are going to work together with all partners to make sure that this happens. So poleni sana watu wa Mai Mahiu. Mnakumbuka mimi nilikuwa hapa shuleni kufungua hii shule juzi, mwaka uliopita, si namna hiyo? Na tena wiki iliyopita mimi nilikuwa ward hii hapa, wapi? Hapa ICD hapa. Nilikuwa hapo last week. That was Wednesday. Last week on Wednesday nilikuwa hapa, kwa sababu tumenunua kiwanja kubwa hapo, ekari 5,000. Na hiyo ekari 5,000 tumenunua hapo, tumepanga viwanda.
ambayo itakuja hapo kutumia ile umeme inatoka pale Olkaria, na hii ekari 5,000 na viwanda ambayo tunaleta hapo, wafanyikazi wa hiyo viwanda ni nyinyi. Ama hamtaki kwenda kufanya kazi? Mko tayari? So nilikuwa pale na tumeanza na kampuni ya kwanza. Nilikuja kufungua milango ya kampuni ya kwanza, ya pili, 3 na 4 mpaka 7 wanaanza kujenga. Alafu kuanzia 7 kusonga mbele tunatafuta wengine wakuje uanzisha hapo. Kwa hivyo nyinyi watu wa Mai Mahiu muanze kujipanga, ndio mkuje mfanye kazi pale, si ndio? Mtajipanga na mkue, unajua Waswahili wanasema mapema ndio best. Msikae kuchelewa, si ndio? Nyinyi mnajua tayari watu karibu 100 wameanza kupata kazi pale. Nyinyi mlikuwa wapi? Sasa mimi nimewapatia information mapema. Kampuni ya pili inakuja na ya 3 inakuja. Tayari tuko na kampuni 7 ambayo tumesajili wakuja wafanye kazi pale. Nyinyi anzeni kujipanga, na nimewaambia mapema. Haya, msikuja tena kusema ati mimi sikuwaambia. Si nimewaambia mchana tena kwa loudspeaker? Kwani nimeenda kuongea kwa masikio ya mtu? Si kila mtu amesikia na masikio yake? Sasa mjipange na hapo, si ndio? Na huyu kama huyu governor huyu nini MCA wenu alikuwa huko, na yeye ndiye alikuwa ananipigia makelele kuniambia, Bwana President, hii kuajiri hii kazi, yeye ndiye atakuwa anakusanya watu ya kupeleka pale ya kwenda kuajiriwa, si ndio? Sasa MCA panga kila, na aliniuliza ya kwamba interview ya wale watu wa kufanya kazi pale isifanyike Nairobi, ikuje ifanyike hapo, si ndio? Ndio hakuna mtu ya kupanda gari kwenda kufanya interview. Kila mtu anakata mguu hapa, unafika pale unafanya interview, unapita, unaendelea na kibarua. Tumeelewana? Na ni kwa sababu mimi niliwaeleza wakati nilikuwa hapa ya kwamba hii Naivasha tutaifanya industrial city. Kuna wale walikuwa wanatuambia ya kwamba ati tutahamisha hii Naivasha industrial city atiende Mombasa. Si walikuwa wanasema hivyo? Wale ni matapeli na waongo. Sasa ndio hii, wacha ilikuwa na shamba eka 1,000. Sasa nimenunua eka 5,000 ingine kuongezea juu. Ndio hapa tujenge mpaka tuhamishe Kenya mzima ikuje ikae hapa na kuendelea na kiwanda hapa. Sasa nyinyi mtajipanga. Nyinyi mnanielewa? Ile kiwanda yote ambayo mmesikia nilikuwa natangaza nikiwa huko COP28, kama nyinyi mnafuata maneno. Wakati tulikuwa COP28 tulilaunch kitu inaitwa Africa Green Industrialization Initiative. Hiyo Green Industrialization Initiative mahali itafanyika ni hapa Mai Mahiu, hapa Naivasha hapa. Na marais 7 walikubaliana na sisi ya kwamba hiyo mambo ya green industrialization itafanyika hapa. So nyinyi watu wa Mai Mahiu, watu wa Naivasha, watu wa Nakuru, hiyo kazi tunataka tupange pamoja na nyinyi. Na nilikuwa hapo last week na nilisema nitarudi tena mpaka tuhakikishe hii sehemu yote iko sawa sawa. Tumekubaliana? Mimi nataka, tuko hapa na viongozi wengi. Tuko na gavana wetu Susan Kihika, mpigeni makofi. Tuko na mama wetu mama mjumbe wetu Jane Kiara. Tuko hapo na MCA wetu Bwana Kamau, mpigeni makofi. Tuko na waziri wangu ambaye anahusika na mambo hii ya kupanga mambo ya wananchi, anaitwa Penina Malonza, mpigeni makofi.